anatawala, mtakatifu anatawala. Yeye ni Mungu wa maajabu, yeye ni kimbilio letu Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, tuko mbele zako, tunahitaji neema, tunahitaji nguvu zako Bwana, tunahitaji neema na kibali, mfalme wa amani. Wacha nguvu zako zikashuke mahali hapa mfalme. Tumekukimbilia Bwana, tumekukimbilia Yesu, tumekukimbilia Mungu wa maajabu, tukisema ya kwamba Bwana unastahili, tukisema ya kwamba unastahili Bwana, unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili Yesu kuinuliwa, unastahili Yesu kupewa sifa, unastahili Yesu mwana wa Daudi asubuhi ya leo, unastahili Mungu asubuhi ya leo, unastahili Jehova asubuhi ya leo, unastahili mtakatifu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana, ni nani kama wewe Yesu? Wewe ni Mungu, Mungu usiyeshindwa. Wewe ni mfalme, ni nani kama wewe Bwana? Wewe unastahili kuinuliwa Bwana, wewe unastahili kupewa sifa. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine wa kuabudiwa, hakuna mwingine wa kupewa sifa. Bwana Yesu ni wewe, kimbilio letu Bwana ni wewe. Tumukimbilie nani asubuhi ya leo Bwana? Baba, kama sio wewe, tumuinue nani Yesu mwana wa Daudi? Bwana, kama sio wewe, unastahili Bwana Yesu, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kupewa sifa na utukufu na heshima asubuhi ya leo. Mupe Bwana heshima asubuhi ya leo, mupe Mungu heshima asubuhi ya leo, kwa kuwa yeye ni mfalme, kwa kuwa yeye ni Bwana, kwa kuwa kuna mwingine kama yeye. Yeye ni mtakatifu wa takatifu. Hakika anaweza, hakika anatawala, hakika anainua, hakika anatakasa. Hilo jina lake lina nguvu, hilo jina lake lina mamlaka, hilo jina lake lina uweza, katika jina la Yesu Kristo. Anaweza Bwana, anainua Jehova Rima. Yeye ni Mungu asiyeshindwa, yeye ni Mungu wa maajabu, yeye ni kimbilio letu Bwana, yeye ni mtakatifu wetu, anastahili sifa zote Bwana, anastahili kuabudiwa Yesu, anastahili kuinuliwa Bwana. Muinue tu Bwana asubuhi ya leo, namwambia Yesu, nimekuja Baba, nimekuja Yesu, nimekuja mtakatifu, nimekuja Bwana wa mbinguni, nimekuja kukuabudu Yesu wangu wewe.
ninakuinua Mungu wa maajabu, ninatangaza ukuu wako Bwana, natangaza ushindi wako Bwana, ya kwamba asubuhi ya leo unastahili kuabudiwa, ya kwamba asubuhi ya leo unastahili Mungu wa maajabu, unastahili kuheshimiwa Bwana, maana jina lako Bwana ni jina liko juu Bwana, ni jina Mungu wa maajabu, inaponya na kutakasa. Baba unaweza, Yesu mwana Mungu unatawala, inua kinywa chako mbele za Bwana, ukamwite Bwana asubuhi ya leo, ukamwambie Baba, sina mwingine kama wewe, inakuabudu Yesu, inakuinua Jehova, natangaza ukoo wako na ushindi wako my Father, hakuna mwingine kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana kuinuliwa. Na mbele za Bwana mwambie tu Bwana asubuhi ya leo, hakuna mwingine kama wewe. Usipomwabudu Bwana utamwabudu nani? Usipomuinua Bwana utamuinua nani? Usipomwambia Bwana haja ya moyo wako utamwambia nani? Usipoinua macho yako umtazamia yeye utainulia nani? Mwambie Bwana asubuhi ya leo, Baba sina mwingine aliye kama wewe, Yesu sina mwingine aliye kama wewe, Baba ni wewe tu, inakupenda, inakuinua, inakutukuza. Baba nimekuja kukuabudu, mwambie Baba umekuja kumwabudu katika jina la Yesu Bwana Mungu aliye hai. Ondoa kila roho zote ambazo zimekuwa kizuizi kwa maisha yako, ondoa kila roho zote ambazo zimekuwa kizuizi kwa maisha yako. Mwambie Bwana leo nahitaji neema, nahitaji nguvu katika jina la Yesu Bwana Mungu aliye hai. Mwambie Baba asubuhi ya leo akutangulie, maana yeye ni Mungu mkuu, yeye ni mshindi, yeye ni mfalme, na hakika hakuna mwingine aliye kama yeye. Inua sauti yako mbele za Bwana, inua sauti yako mbele za Jehova, mwambie Bwana asubuhi ya leo akutangulie. Ibada ya leo, ibada ambayo Bwana Mungu ameiandaa. Oh my Father, anaweza, anaweza. Mwambie Baba, mwambie Jehova, mwambie mfalme, mwambie Mungu wa maajabu. Oh my Father, oh ibada ya leo, mwambie Baba kutembelee, mwambie Bwana kutembelee ibada ya meza ya Bwana. Mwambie Yesu, mwambie Bwana, mwambie Jehova lima, mwambie mfalme amani, mwambie Dadi, mwambie Mtakatifu, mwambie Bwana asubuhi ya leo, Baba nimekuja ni ibada ya meza ya Bwana, jitakase mbele za Bwana. Mwambie Bwana utakapoenda kusikia meza, mwambie Yesu ukaona ushindi, ukaona utukufu, ukaona mamlaka yako katika jina la Yesu Bwana Mungu aliye hai. Mwambie Baba ibada ya leo, ibada ya meza ya Bwana. Mwambie Yesu utakapoenda kushiriki hiyo ibada, omba mbele za Bwana, mwambie Bwana akupe kibali, akupe kibali tu kupitia ibada hii, akupe kibali. Ukubalike na watu, ukubalike, ukubalike. Omba roho ya kukubalika asubuhi ya leo, omba roho nena kuanga yako. Mwambie Bwana, mwambie Bwana utakapoenda kushiriki ibada ya leo, mwambie Yesu akupe kibali, upate kibali, upate kibali. Rakacha Baba usayada, akupe kibali, maana maandiko inasema ya kwamba Methali 3 kuanzia mstari wa kwanza, utakapozingatia kushika sheria za Bwana na kuzishika amri zake, zitakuongeza wingi wa siku na miaka. Inasema ya kwamba zitakupa kibali mbele za Bwana. Endelea kumwabudu Bwana, endelea kumuinua Bwana, endelea kumtukuza Bwana. Mwambie Bwana asubuhi ya leo unahitaji kibali, mwambie Bwana asubuhi ya leo akupe kibali, akupe nguvu. Usinyamazie mbele zake, usinyamazie mbele za Bwana, usinyamazie mbele za Bwana. Mwite, endelea kumwita asubuhi ya leo. Baba anaweza, Baba anaweza, Jehova anaweza.
Mwana wa Daudi anaweza, Mungu wa mbinguni anaweza. Asubuhi ya leo mwambie Bwana, ibada ya Pasaka wametuandalia. Mwambie Yesu, utakapoenda kushiriki ibada ya leo, kushiriki meza ya Bwana, mwambie Yesu, uone kibali mbele zake, uone kibali mbele zake, upate kibali na ushindi mbele zake, katika jina la Yesu. Ondoa kila roho zote ambazo zimefunga anga yako. Ondoa kila maroho zote ambazo zimekusudia, maroho ambazo zimekufinyilia. Ondoa asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, nahitaji neema na kibali. Mwambie Bwana akuondolee roho ya kukataliwa, roho ya kutoendelea. Mwambie Bwana kaiondoe katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, roho ya viwango imwambie Bwana aondoe katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, imwambie Jehova alima. Baba ya Bwana anaweza, huyo Mungu anaweza. Yeye ukimwita anaitika, yeye ukimwita anaitika, yeye ukimwambia atatenda, yeye ukimwambia atatenda, yeye ukimwambia atatenda. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, mwambie Yesu asubuhi ya leo, mwambie Jehova asubuhi ya leo, mwambie Mtakatifu asubuhi ya leo. Sinyamaze mbele zake. Baba, kwa ibada yetu ya leo inaachia nguvu na uwezo, naachia neema na kibali Bwana katika anga Bwana. Inaondoa kila roho zote zinakamata ibada yetu, kila maroho Bwana zinayetuma mfalme kusudi ibada yetu Baba inasipiga na moto. Wakuu wa anga wa maeneo haya wanayekamata anga, mipango zao inasipiga, mipango zao inasipiga, inasiondoa kwa jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, kila maiti yetu Bwana ambao wako katika mishoni kinyume na washirika, kinyume na ibada, inaondoa mipango zao. Hawana nguvu, hawana uwezo. Katawale Bwana, katawale Yesu, katawale Jehova lima. Wewe ni Bwana na hakuna mwingine kama wewe. Washa moto kwa anga yako, endelea kuwasha moto kwa anga, endelea kumuita Bwana, endelea kumuita Yahweh, endelea kumwambia mfalme. Yeye ni Mungu anaweza, yeye ni mfalme. Ni nani kama yeye? Hakuna mwingine kama Bwana. Endelea kumwambia Baba. Kukuwa mahali hapa asubuhi ya leo sio jambo la kawaida. Kufika mahali hapa asubuhi ya leo sio jambo la kawaida. Ni mkono wa Bwana, ni mkono wa Jehova. Inua sauti yako mbele zake, ukamwambie Baba, ukamwambie Yesu, ukamwambie Jehova. Haijawa rahisi kuwa mahali hapa. Mwambie Baba, haijawa rahisi. Ni mkono wako umenibeba. Mwambie Bwana, haijawa rahisi. Ni kwa neema yako, ni kwa ushindi wa Bwana tuko mahali hapa asubuhi ya leo. Hilo jina, jina Yesu lenye nguvu, jina hilo jina, jina Yesu lenye
Inua mikono mwambie hilo jina, jina Yesu lenye nguvu, jina hilo jina, jina Yesu lenye nguvu, jina
Yes. Kuna mtu aliyekatazama Bwana, unaenda kumwinua mfano. Ndio Bwana. Kuna milango iliyokuwa imefungwa Bwana. Yes. Umeshaifungua Jehova. Kwa jina la Yesu. Unapoingia katika sifa. Yes. Kama jinsi ambavyo unaona sisi walikusifu Bwana ukaonekana katika Yesu. Ndio. Ninaomba Bwana ibada ya siku ya leo kuingia katika sifa. Yes. Na wacha milango yote iliyofungwa. Ndio. Wacha watu wako waliofungwa. Yes. Wakapata kufunguliwa Kwa Bwana. jina la Yesu. Kuna watu wamefungwa kupitia magonjwa. Kuna watu wamefungwa kupitia vifungo mbalimbali. Ndio. Tunapoenda kusifu Bwana siku ya leo. Yes. Naomba kila kifungo kitakachoweza kufunguliwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Mwana wa Mungu. Yes. Tutukuse Mungu wa mbinguni ukasema utaona kuonekana. Ndio. Kwa jina la Yesu Mwana wa Mungu nimeomba na hata nimeamini. Pigia Yesu makofi. Amen. Katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Pungie mkono kama unaniona asubuhi ya leo. Haleluya. Amen. Chukua mkono upe mwenzako high five, mwambie Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mwambie Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Wacha kulala Bwana. Haleluya. Changamuka. Haleluya. Mtakuwa fast next week. Yes. Last week. Sasa tumekula wiki yote sasa. Tumsifu Bwana. Haleluya. Amina. Tuna nguvu saa hii. Haleluya. Yes. Unajua last week watu walikuwa hawana nguvu hizo kwa sababu ya mambo ya kufunga. Haleluya. Sasa wiki hii tutafunga tumekula. Nguvu zimesharudi. Amen. Amen. Kama zako hivi mwambie karibu kwa sifa. Kwa jina la Yesu. Amen. Mwambie karibu kwa sifa. Karibu kwa sifa. Haya, tuende.
Mwambie Yesu anakupenda. Mwambie Yesu anakupenda. Mwambie kikwenu Yesu anakupenda. Muongeze kikwenu. Mwambie jirani Yesu anakupenda. Mwambie Nyasaye na wanjete. Kikwenu mwambie Yesu anakupenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ishara ya mikono wale watu wako na furaha siku ya leo. Hainua mikono juu namna hii. Peperusha mikono tu kama uko na furaha. Haleluya. Alafu angalie jirani. Haleluya. Ukiona bado aliingia kitambo na amevaa sweta, mwambie bado. Kama mimi namwaga jasho, haleluya, mwambie bado. Mwambie bado. Mwambie next Sunday ujaribu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi kipindi kingine kizuri ambacho Bwana Mungu amekiandaa. Haleluya. Tuliambiwa na Askofu Sunday ya kwamba hii siku ya leo ipande ya meza ya Bwana. Haleluya. Hivyo unajua kwamba Mungu amemwandaa mtumishi wake ni kwa ajili yako na yangu. Haleluya. Hivyo inua mikono juu namna hii. Nataka tumlete mpaka mafuta askofu wetu. Haleluya. Inua mikono, peperusha hiyo mikono. Peperusha mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, wangusha makofi mazuri. Wapisha Bwana vigeregere. Askofu wetu karibu. Etu karibu. Haleluya. Tunamwambiaje? Tunamupenda sana. Haleluya. Amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Pigie uibaji makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza keti na Bwana atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu apewe sifa. Gekea mwenzako mwambie mambo ni Ulaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naona mwangaza mingi hapa mbele huko sioni vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya Mungu ni mwaminifu. Karibu sana Mama Maureen kuja usalimie kanisa na Bwana atatukuzwa. Ya mpe mic asalimie kanisa na Bwana atatukuzwa na atatenda makubwa. Ni mmoja wetu, tunakuanga naye hapa. Tunakuanga na mzee wake ambaye ni patron wa hii madhabahu, lakini yeye huwa anaishi ng'ambo mama. Anaishi Amerika na alikuja kwa ajili ya mambo ya mbele yao. Karibu sana. Yes. Amen. Hatujambo. Ilikuwa Januari. Yeah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Barikiwa sana. Alipokuja hapa, kama mnakumbuka vizuri, akiwa tu hapo kwa hiyo kiti amekaa, kuna jambo Yesu alinitumia nikamtamkia kwa ajili ya nyumba yake. Amen. Kamwambia kabla mwaka ukamilike, kuna harusi ama ndoa itafunguka kwa watoto wake. Disemba mtoto wake wa mwisho akawa na harusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo ndio kufuatana kutoka hapo Ivoni wakiendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Hivyo basi Mungu ni mwaminifu. Karibuni sana wageni kwa wenyeji. Mjisi mkiwa mahali ambapo Bwana anaenda kutenda makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngeukia mwenzako mwambie leo tunaongelea kuhusu Holy Communion. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hawaelewi maana ya ibada. Hii ni ibada inatumika pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu lala wakiwa na watu wanakula vyakula. Hizo ni mikataba na maangano watu upandwa katika miili yao. Lakini wakati kama huu tunapokuja kufanya ibada kama hii ni ibada ambao tunakunywa damu ya Yesu na tunakula mwili wa Kristo. Damu ya Yesu inasafisha, damu ya Yesu inatakaza, damu ya Yesu inaosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na atakaye kula mwili wa Kristo huwa kuna ukombozi unapatikana katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kumbukeni ya kwamba hizi ni ibada Bwana amesipanga. Tulikuwa kwa ibada ya kufunga na kuomba. Baada ya hiyo tukaingia katika ibada ya anointing service ambayo ilikuwa Sunday iliyopita. Siku ya leo ni siku ya kukaribia meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kutoka pale najua kwamba kuna makubwa yale Mungu anaenda kuyatenda kwa ajili ya watu wake. Kumbukeni ya kwamba wapendwa, Mungu kila wakati anakuanga na mpango mzuri na watu wake, na kuna vile huwa amepangana ama vile huwa amepanga jinsi ambavyo anakusudia kufanya kwa ajili ya watu wake. Hii ibada inatakasa mwili wa ndani, inaosha mwili wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mikataba, mangano, maro, watu wengi wamekula vyakula bila kuombea. Unapata mtu chakula, unawekewa chakula kwa meza ama hata kwa hoteli. Unaangiza chakula inakuja, unaikula bila kuiombea. Na unjui ni nani wale walikuwa wanapika hiyo chakula. Huwezi elewa ni maneno gani walitamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta tu maji kama hii, unachukua tu na unaikunywa, na unjui ya kwamba ni kitu gani kilichonenwa ama maneno gani yaliyotamkwa. Wakati unapokunywa hiyo maji ama unakula hiyo chakula bila kuiombea, tayari umeweka angano katika mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna uwezekano magonjwa, mambo fulani yanze kukusumbua, lakini kupita kwa ibada ya siku ya leo ya kusongea meza, kuna watu Bwana leo atawasafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulioto unakula nyama, ulioto unakunywa vitu ambao uelewi. Watu wengi unyweshwa damu ya mapepo wanapokuwa wanaota usiku. Unaota unakula ukikunywa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hiyo huwa inachafua mwili wa ndani. Hizo ni covenants shetani upanda
lakini kupita kwa kunywa damu ya Yesu na kula mwili wa Kristo siku ya leo, kuna utakaso utapatikana, kuna utakaso utapatikana, na maisha ya watu wa Bwana itafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Umuhimu wa kusongea meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi wa Bwana anisomea kitabu kile cha John chapter 6 number 47 mpaka pale 51. Tuone vile neno la Bwana inavyosema, na kutoka pale Mungu wa mbinguni atatukuzwa na ataonekana, kwa sababu kila wakati yeye Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Inasema nini? Kitabu ni kile cha John mtakatifu kifungu cha 6 mstari wa 47. Nasema hivi: amini amini nawaambia, yeye aaminiye yuna uzima wa milele. Mpaka nimesema mpaka 51. Amini mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu walila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akila wala asife. 51. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilishoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu na kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haya ni maneno Yesu aliyokuwa anayanena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni ya kwamba kuna wakati kulikuwa na mana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mana iliyoshuka, watu wakana mikate, lakini Biblia inasema ya kwamba wengi waliokula yale mana waliweza kuangamia pale jangwani, kwa sababu wao walikula tu mkate wa kawaida na wakaweza kuona ya kwamba ile shida waliokuwa nao imewaondokea. Lakini Yesu akapeana mfano, akasema ya kwamba yeye ndiye chakula kilicho hai, ama yeye ndiyo chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilishoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anafananishwa na chakula, na Biblia inasema ya kwamba yeye akapeana mfano ya kwamba yeye ndiye chakula. Kama vile unaweza kuwa unakula chakula unashiba, wakati unapompokea Yesu na Yesu anakaa ndani ya maisha yako, na unakubali huyu Yesu akutawale, na unakubali huyu Yesu akuongoze, hiyo ni ishara tosha ya kwamba wakati Yesu umemshiba huyu Yesu, unapokaa ama unapomruhusu aingie ndani yako, kuna mambo wapendwa huwa inatendeka. Na hiyo akafananisha ya kwamba sawasawa na chakula ambao kilichoshuka wakati ule uliokuwa wa maana, wale wazazi waliotangulia ama wale watu ambao walitangulia, Biblia inasema ya kwamba baba zenu waliila maana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukao kutoka mbinguni, kwamba mtu akila wala asife. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akasema ya kwamba yeye ndiye chakula cha uzima, na yeyote atakaye mkubali, utakapokubali huyo Yesu na atoshie katika moyo wako, tayari moyo wako utakuwa umeshiba. Na kama utakuwa umeshiba, kuna mambo fulani utakuwa unaweza kuya-access pasipo kung'ang'ana, kwa sababu aliye ndani yako ndi mkuu kuliko wale ama kile kilicho nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akasema ya kwamba mimi ndio chakula chenye uzima kilishoshuka kutoka mbinguni, na ni vizuri watu watambue kwamba yeye Bwana amepewa mfano kama chakula, kama vile unavyoelewa ya kwamba mtu anapokula chakula huwa tayari njaa inamuondokea. Hivyo basi wakati Yesu unapomruhusu na unamkubali akae katika moyo wako, hiyo ni ishara tosha ya kwamba huyu Yesu akiwa ndani yako, mambo yote inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndiye chakula cha haki. Bwana Yesu asifiwe sana.
alitoa mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa ajili yako na kwa ajili yangu na kwa ajili ya ukombozi wa dunia. Na Biblia inasema ya kwamba mimi ndimi chakula chenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amini amini nawaambia, yeye aminiaye ako na uzima. Kwa hivyo wakati unapomwamini huyo Yesu ya kwamba yeye ni chakula cha uzima, tayari wewe uko na uzima wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nisomee tu hiyo John chapter 6 number 52 na pale 53, tuone vile neno la Bwana inavyosema. Na Bwana atajitukuza na ataonekana. Inasema nini? Inasema hivi: basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa si mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Bwana Yesu na abariki maandiko yake. Nimesema ya kwamba wakati Yesu alipokuwa anahubiri habari njema, ilifika wakati ikawa anawapa watu mifano. Mara mingi Yesu alikuwa anaongea na mifano. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema basi Wayahudi waliposikia ya kwamba Yesu Kristo ni mwili wa uzima na atakaye kula ule mwili atakuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale Wayahudi waliweza kushangaa na wakaanza kuuliza maswali. Itakuwaje basi huyu Yesu tule mwili wake? Anamaanisha nini wakati anasema ya kwamba tunastahili kula mwili wake? Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema basi Wayahudi wakashindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wake, Bwana Yesu asifiwe sana, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuwa na uzima ndani yako, jambo la kwanza lazima ule mwili wa Kristo na ukunywe damu ya Yesu, ndio uzima uweze kustahimili ndani ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu damu ya Yesu inatakaza. Wakati unapokunywa ile damu ya Yesu, inakuosha, inakutakaza, inakusafisha, inaondoa mikataba, inaondoa maroho, inaondoa mangungu, chochote kilichopandwa mangano inafunjika. Na ndio sababu Yesu akaambia wale Wayahudi ya kwamba ni lazima, na kama mtaweza kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, mtambue ya kwamba uzima haupo ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hii ni ibada huwa inainua watu katika anga za juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada ya Holy Communion ni ibada ambao inasafisha watu, inawainua anga za juu. Hii ni mambo ambayo inahusiana na utu wa ndani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kumbukeni ya kwamba chakula, kumbukeni ya kwamba vinywaji, hizo ndizo shetani usitumia mara mingi kufunga. Watu wengi wamenaswa kupita kwa vinywaji, watu wengi wamenaswa kupita kwa vyakula. Na kama vile nilitangulia kusema ya kwamba watu wengi wanaweza kula ama kunywa vyakula ama vinywaji pasipo kutakaza, na wakati unapofanya vile unajipata ya kwamba umenaswa. Kama wale wanapenda kuonja chakula kwa jiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo uwezo kaniambia unaombeanga kwanza nyama, unakoroga kidogo, unaangalia left and right, unachukua pisi moja unarusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi inamaanisha ya kwamba kwa kutokuwa na utakazo ama kwa kutakasa chakula, kuna uwezekano mangano ikupate. Na ndio sababu Yesu akaambia Wayahudi ya kwamba akawaambia kwamba nyinyi msipohula ule mwili wangu, basi Yesu akajibu, amini amini nawaambieni, msipohula mwili wake Kristo na kunywa damu ya Kristo, hamna uzima ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nisomee tu hiyo John, hiyo chapter 6 number 55, tuone vile inasema. 55 inasema hivi. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
56 inasema nini? Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nami ukaa ndani yake. Bwana na bariki maandiko yake. Tunaongelelea kuhusu kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu. Ibada ya kusongea meza ambao ni Yesu alipeana mfano na akasema kwamba wakati alipokuwa anaangana na wanafunzi wake alifanya hiyo sherehe na wakala pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na akamwambia kwamba hii jambo muwe mnalifanya ikuwe ni ya ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hivi ndivyo mtakavyokuwa mnafanya ili ikuwe ni ukumbusho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maandiko inasema ya kwamba kwa maana Wayahudi walipoambiwa na Yesu, msipoula mwili wangu na kunywa damu yangu, uzima haupo ndani yenu. Kwa sababu gani? Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu ni kinywaji cha kweli. Mwili wa Kristo ni chakula cha ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akiwa ndani yako unakaanga umeshiba. Wakati tulikuwa kwa maombi wiki moja imepita, watu walikataa hawakuwa kwa chakula, lakini watu walikuwa wameshiba. Kwa sababu gani? Yesu ulimruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chakula cha rohoni ukampata Yesu na akakushibisha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akatumana akasema ya kwamba yeye kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, hiyo ni 57. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akazidi kupeana mfano, akasema ya kwamba kama vile Baba aliyemtuma alivyo hai, hivyo basi atakaye kula mwili wa Yesu naye atakuwa hai ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ufufuo kupita kwa ibada ya siku ya leo. Kuna mambo itachepuka kwa maisha ya watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amesema mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yoyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaompa ni mwili wangu niliotoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mkate ambao tunaoula ni uhai, ni mwili wa Kristo aliyeutoa kwa ajili ya ukombozi wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mafarisayo wakamwambia, inawezekanaje wewe watu kula mwili wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akawajibu Mafarisayo akawaambia, pasipokula mwili wangu, pasipokula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, uhai hauwezi kuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akawaeleza kila anayekunywa mwili wa Kristo na anayekula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo atakuwa na uhai siku za mwisho na wakati wa ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni ibada ambao haitakangi mchezo, kwa sababu ni ibada inafungua nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafungua nafsi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbukeni ya kwamba watu wengi wamefungwa kwa nafsi, wameshikwa mateka. Ndio sababu unaona mara mingi unaota unajipata maeneo tofauti tofauti, kwa sababu spirit yako imetekwa nyara. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ibada inatumika kufungua nafsi, mahali ambapo vifungo zilikwama katika mwili wako, katika mwili wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ibada ya kufungua mwili wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa kiasili ndio huu unaona. Huu mwili, kuna mwili mwingine kama huu unakuwa mwili wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao unafanana na ndio wakati mtu amekufa. Mtu akikufa hii mwili inabaki tu ya kawaida, lakini huo mwili wa rohoni unaamuka. Huo ndio huo unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. So huyu mwili mwingine wa kawaida ukibaki, ndio sababu unasikia unaitangwa majina. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu apewe sifa. Ndio na sababu nasikia yangu anaitwa mwenda zake marehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Majina mbaya mbaya, na wakati ulikuwa hai ulikuwa unaitwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikifika wakati wa kutoa nasikia toeni marehemu nje, ibada ianze. Majina yako sasa imesaulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu akisimama mwenda zake alikuwa aliyetuacha alikuwa unaanza kuitwa majina. By the way, mtu akikufa anakuwa na majina mingi, inatokezeanga tu hapo hiyo kaeria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi wapendwa, Yesu anasema ya kwamba tukila mwili wake na tunywe damu ya Yesu, uhai utakuwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaona uhai tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukila mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaompa ni mwili wangu nilioutoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Mwili wa Kristo ndio mkate ulio hai, ule Bwana ametupa aliutoa kwa ajili ya ukombozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ibada ya siku ya leo tutakaoenda kushiriki ni ibada ambao ni ya kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomea Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 11 number 26 na 27. Tuone vile neno la Bwana inasema. Tunaongelea kuhusu kula mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akarudi akawaambia wale baba yangu aliye hai alinituma, nami ninaishi kwa sababu yake. Vivyo hivyo anayenila mimi ataishi pia kwa ajili yangu. Hiyo tumesoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akamwambia, mimi ndio mkate ulio hai. Kila huja kwangu hataona njaa tena. Kwanza nisomee hiyo hiyo John chapter 6 number 35. Tukimaliza pale ndio tuende kwa Korintho na Bwana atatukuzwa. Tunaongelea kuhusu umuhimu wa kula mwili wa Kristo. Kumbukeni mwili wa Kristo, Biblia inasema ya kwamba mkate ambao ni mwili wa Kristo ambao aliutoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu aliutoa mwili wake kuwa mkate ulio hai. Somea hiyo tuone vile neno linasema. John mtakatifu 6:35 inasema hivi. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye hajaye kwangu hataona njaa kabisa. Na kila atakayeniamini hataona kiu kamwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye hajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminiaye hataona kiu kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbukeni ya kwamba ule mwanamke Msamaria walipokutana na Yesu pale kwa kizima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipomwangiza maji akamkataza, akamwambia wao hawana ushirika na Wayahudi. Yesu akamwambia, ungejua mimi ni nani, ungeniomba maji yaliyo hai, maji ya uzima ningekupa wewe, na utaweza kuona kiu tena. Hiyo jambo ile mchanganya ule mwanadada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuelewa ya kwamba Yesu alikuwa anamaanisha nini, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Yesu damu yake unapoikunywa hautaona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati unapokula ule mwili wa Kristo, Yesu akawaambia, mimi ndiye mkate ulio hai. Kila huja kwangu hataona njaa tena, na kila amwaminiaye hataona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Twende pale Wakorintho wa kwanza kifungu cha 26 pale kifungu cha 11 mstari wa 26 hadi 27. Tuone vile neno la Bwana inasema. Tunaongelea umuhimu wa kufanya ibada hii, ibada ya Holy Communion. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ibada ambayo inatakasa nafsi, inafungua nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Na inainua watu katika ulimwengu wa kiroho. Watu wanapandishwa anga za juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Inasema nini? Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 11:26
Maana kila mlapo mkate huu na kuinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Maana kile anayekula mkate huu na kunywa damu hii aitangaza mauti ya Bwana kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza kifungu cha 11 pale 26 inasema hivi, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. 27, basi kila haulaye mkate huu au kukinywea kikombe hichi cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tuone 28 na 29 vile inasema, lakini mtu ajioje mwenyewe na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe, maana alaye na kunywa ula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutopambanua ule mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi Yesu akasema ya kwamba ni vizuri, maana kila mnapokula mkate huu na kukunywa kikombe hiki tunatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Kwa hivyo kila aulaye mkate huu na kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili atakuwa na hatia dhidi ya mwili wake na damu na kwa kuikunywa damu ya Yesu. Basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, ndipo ale mkate huu na anywe kikombe hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetangulia kusema ya kwamba hii ni ibada ambayo inafungua nafsi. Hii ni ibada ya kusongea meza ya Bwana, inakuwa ni ibada ya utakaso wa mwili wa ndani, mahali ambapo watu wengi wametekwa nyara, watu wengi wamefungwa. Na ndio sababu Yesu anasema ya kwamba na wewe ambaye unastahili kupokea huu mwili wa Kristo, kwa sababu inasafisha. Tumeona ya kwamba kula mwili wa Kristo kuna uhai, kunywa damu ya Kristo kuna uhai. Hautaona kiu tena, wala ukila mwili wa Kristo hautaona njaa tena. Na wewe uhakikisha kwamba mwili wako ni msafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo sasa usinje ukajifunga ama ukajikamata nafsi yako. Hivyo ndivyo maandiko imesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Imesema vizuri, maana kila mnywapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila haulaye mkate huu au kukinywea kikombe hiki cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kula mwili wa Kristo na ukakunywa pombe. Huwezi kula mwili wa Kristo na ukatavunia mailiongi. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi kula mwili wa Kristo na ukafanye itikadi baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi kunywa mwili wa Kristo na ukachanganya na zile ndawa za kienyeji, zile za wanganga wanatuangia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hii ni dawa, hii ni damu ya Yesu, inatakasa na inasafisha na inaosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni maandiko ilisema ya kwamba atakaye kula Kristo, atakaye kula mwili wa Kristo hataona njaa tena, na atakaye kunywa damu ya Kristo hataona kiu tena, na uzima utakuwa ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hii kama umekunywa usikubali kukaribia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kama ulitavuna mailiongi ukafuta sigara, usikubali kukaribia kwa mwili wa Kristo. Weka tu vile vile tu ulivyo, na Mungu atajitukuza kwa maisha yako. Si useme amen? Kwa sababu umesikia inafunga nini? Ukitumia pibaya inafanya nini? Inafunga nafsi. Naje nirudie 27 inasema hivi, basi kila haulaye mkate huu au kukinywea kikombe hiki cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu. Sasa utajikamata zote, unjifunge mwili na damu, nafsi na damu. Sasa hapo nani atakutoa? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu unapoipokea vile inavyostahili, nao inafungua nafsi na inafungua damu. Kama ulikula mutura
ile ya kuokoa. Unajua zile mtura zinakangwa damu ndani, vitu mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Imeanza kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kuna watu wanakulanga hiyo mtura? Unasema kata hapa ya 100. Kasongesha kando, pilipili ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza wengine wanakuwa wastaarabu sana, wanakula na toothpick na ndunga akileta mutura. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ushajua inakangwa nini ndani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ushajua inakangwa nini ndani? Uweze jua. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mikataba maangano. Nakula enda kwa nyumba ukifanya namna hiyo. Nimekula nyama. Nani alikwambia ni nyama? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Na kuna ile inatengenezwa vizuri. Si kuna ile mzuri? Haiwekagwi damu. Si ni kweli? Hapo mumeongeza nini? Sauti imeenda juu. Kwa hivyo kama kuna watu wanashughulikia mtura hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa majeshi apewe sifa. Hivyo basi ni vizuri kufanywa takaso. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka hiyo meza weka hizo vitu hapo mbele. Tuanze hiyo ibada. Na Bwana atatukuzwa. Kama kuna ugonjwa umejificha ndani ya mwili wako, kwa damu ya Yesu ugonjwa utaondoka. Kwa damu ya Yesu vifungo zitaondoka. Ulilala ukaota ukikula vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliona unakula chakula, unjua kwamba mwili wa ndani nafsi ulifungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaona unakunywa vitu ambao uelewi. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ujue kwamba hizo vitu ulizonyweshwa ni vitu ambao zilifunga nafsi yako nao kupita kwa hii njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Hallelujah. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, natakasa hii damu ya Yesu. Naenda kuibadilisha kuwa damu kwa dhamana. Navunja ngano zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba Baba mbinguni, kinywaji tuendapo kuipokea ikawa Bwana ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Umesema ya kwamba kupita kwa hii damu yako itafungua nafsi zetu, itaondoa magonjwa, itaondoa vifungo, itaondoa kila maroho yaliyofunga nafsi zetu. Umesema ya kwamba huu ndio mwili wako ambao ulitoa kwa ajili ya ukombozi wa dunia, na kuita Bwana majeshi tutakapokuwa tunapokea huu mwili wako, tutakapokuwa tunakula huu mwili wako Bwana, ukawa ni mwili wa utakaso, mwili wa ukombozi. Umesema ya kwamba kwa kula huu mwili kuna uzima wa milele, kuna uzima ndani ya miili yetu. Umesema kwa kunywa damu yako Bwana majeshi hatutaona kio tena. Ukasema kwa kula huu mwili wako tutashiba, hatutaona njaa tena. Nimefunika zote kwa damu ya Yesu Kristo, nimestakasa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naomba Bwana hii ibada ukaikubalie. Wote watakao shiriki ibada Bwana, ukawatakaze, ukawafungue, ukawaweke huru kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Naomba utakaso amini ya watu wa Bwana. Laana za magonjwa zikaondoke. Mikataba kwa vitu kwa vyakula na vinywaji waliokula bila kutakaza zikaondoke kwa utukufu wa jina lako. Wacha Bwana ikachipue vipawa, karama za kiroho kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Hii ni ibada wewe inainua watu katika ulimwengu wa kiroho. Nimetabiria kuanzia leo watakaposhiriki ibada, utukufu na nguvu zako zikawanjase kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele. Naye na mkate huu na mkate nitakao wapa ni mwili wangu niliyoutoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona Mafarisayo waliuliza maswali, wakauliza inawezekanaje huu mtu kutupea mwili wake? Yesu akawaambia pasipokula mwili wangu na kunywa damu yangu hamwezi kuwa na uhai ndani yenu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akawaeleza kila anywaye
kila anayekula mwili wa Yesu na kunywa damu yangu atakuwa na uhai, na siku za mwisho kuwa na ufufuo. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akamwambia mwili wake ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akamwambia kila alaye mwili huu, Yesu akamwambia kila anayekula mwili wake na kunywa damu yake, yeye atakaa ndani yake na wewe utakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kula huu mwili wa Kristo na kunywa damu yake, Yesu atakaa ndani yako na wewe ukae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kama atakaa ndani yako, shetani hana nafasi ya kukushambulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akarudi akamwambia baba yangu aliye hai alinituma mimi nikaishi kwa sababu yake. Vivyo hivyo anilaye mimi ataishi pia kwa ajili yangu. Hivyo basi kwa kula mwili wa Kristo kuna kuishi pia kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia mimi ndiye mkate ulio hai. Kila huja kwangu hataona njaa tena, na kila muaminiaye hataona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuja utuanishe hii. Naamini mikono yenu ni safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama si safi, mwili wa Kristo ni msafi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Weka hapo kwa sali. Weka hapo ndani ya sali. Nawaambia hii ni juice. Umewambia ni juice? Ni juice tumebadilisha kuwa damu ya Yesu. Msione kama ni damu ya mpunda tumeweka hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nilienda nikaulizia divai jana juice, nikienda kununua hizo sacrament nikapata divai kwa expensive sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kale kachupa kadogo nilipata kanauzwa 800. Aliniona kwa mgongo. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nikauliza ile divai watu watakuja wakunywe watosheke, sita kama chupa 3 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara moja supermarket kanunua kwenja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na tumeibadilisha kuwa damu ya Yesu. Hiyo umeweka mingi antu. Hawa watu watoshi hivyo. Watoto wadogo hawakulangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawaruhusi kula hiyo. Lakini wacha tu watabakisha. Kila mtu atachukua tu kwa kapisi kamoja. Na Bwana atatukuzwa na atatenda makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi akasema Yesu akamwambia mimi ndiye mkate ulio hai. Kila huja kwangu hataona njaa tena, na kila amwaminiaye hataona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akamwambia mwili wake ni chakula cha ukweli na damu yake ni kinywaji cha ukweli. Huu ni mwili wa ukweli wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akashukuru akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. 1 Corinthians chapter 11 number 24. Kila mtu ashike yake. Wape, pita ukiwapea huko. Wachukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeanza kufanya ibada. Kwanza simameni. Hawezi pewa mwili wa Kristo kama umekaa chini. Hii si chakula ile si mosogoi. Bwana Yesu asifiwe sana. Semeni Bwana Yesu, naja mbele zako. Nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima.
wa milele. Kuanzia leo naomba msamaha kama kuna jambo nilifanya nikijua na nikiwa sijui, naomba unisamehe. Niendapo kupokea mwili wako nikawe na uzima, nikawe na kibali, nikawe na upenyo, nikapata uponyaji, nikapata ukombozi, nikapata kuinuliwa. Kwa kuwa mwili wako anapokula hataona njaa tena. Vile vile nitakapokunywa damu yako, ninajua ya kwamba itanisafisha, itanitakasa, itaniondolea mangungu, itaondoa magonjwa, itaondoa maroho kwa mwili wangu. Hivyo nakuomba katika hii ibada ya kusongea meza ya Bwana, kula na kunywa mwili wako, kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo. Naomba Bwana hii ibada ukanikubalie kuanzia sasa. Naomba Bwana ukanitakase. Chochote kinaweza zuia ama kikanifanya nikipokea mwili na kunywa damu yako, vifungo vininase ama ni hukumu nafsi yangu, naomba Bwana uniondolee. Asila iniondokee, chuki iniondokee, mawazo machafu iniondokee. Kuanzia leo chukua usukani wa mwili wangu, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Sasa kila mtu achukue mwili wake wa Yesu. Kila mtu achukue mwili wa Yesu step by step. Tunaenda kwa mwili wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa hapa karibu, usiende. Si ni vizuri mkono mmoja ishike damu ya Yesu na nyingine ishike mwili, ndio usindikize. Na usikule kabla sijaombea, kabla sijaongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haya, nataka kila mtu ashike ndio niwaongoze, na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Hii ni ibada Bwana anaikubalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimewaongoza na nikaweka kwa misingi. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akiwa ndani yako hautaona njaa tena. Bwana Yesu apewe sifa. Usipe watoto. Ule ana kitambulisho usimpe. Hii si ya watoto. Hii ni ibada ya watu wazima. Lakini juisi kibaki wape washughulikie. Hiyo ina shida. Lakini mwili wa Kristo hii usiwape. Na si saa hii juisi. Tukimaliza ibada ile, tukimaliza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Nataka baraka zako. Karibu Yesu, karibu. Haleluya. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Moyo wangu
akainua mkate, akainua, akashukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Akashukuru Mungu, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Kila moja na aweke kwa kinywa chake. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe cha divai, akasema, hiki kikombe cha ngano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa kunikumbuka. Korintho wa kwanza 11 mstari wa 25. Hii ni ibada ambao itabadilisha maisha ya wengi. Kama ulikuwa na ugonjwa kwa mwili wako, itaondoka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifungo kilichofunga nafsi yako kitaondoka kwa jina la Yesu. Tungepata kama hizo tuwe 2 ama 3, singekuwa rahisi. Moja angekuwa kwa pande hii, mwingine pande nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Fanya hivi, simama hapa mbele mtu. Simama hapa baba. Kila mtu akuja achukue. Hiyo ndio rahisi. Kuja uchukue urudi nao. Sababu nimeona hii kiingia kwa kila kiti itachukua muda mrefu. Na Mungu atatukuzwa. Twende kwa haraka. Twende kwa haraka. Huruma kantara babu. Yesu akamwambia, mwili wangu ni chakula cha ukweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kila anayekunywa hii damu hataona kiu tena, na kila anayekula huu mkate hataona njaa tena. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia, mimi ndiyo mkate ulio hai. Kila huja kwangu hataona njaa tena, na kila muamini yeye hataona kiu tena. Akawaambia, mwili wake ni chakula cha ukweli na damu yake ni kinywaji cha ukweli. Akawaambia Mafarisayo, pasipo kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake, hamwezi kuwa na uhai ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vivyo hivyo baada ya kula ule mkate tumekula, vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe cha divai, akasema, hiki kikombe cha ngano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa kunikumbuka. Tuende kwa pamoja. Damu ya Yesu inakuanga tamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana wa majeshi apewe sifa. Tayari tumekula mwili wa Kristo na tumekunywa damu ya Yesu. Yesu akasema ya kwamba kwa ajili hiyo, Bwana Yesu asifiwe sana, akasema muwe mnafanya hivyo kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hii ni ibada ambayo Yesu alituachia ya kwamba tuwe tunaifanya wakati kwa wakati, na kwa kufanya hiyo ibada, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kumkumbuka. Kumbukeni ya kwamba damu yake iliyomwangika pale Kalvari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo damu iko hai hata siku ya leo. Na wakati damu ya Yesu ilipokuja, Yesu alipotoa mwili wake, kumbukeni ya kwamba amesema, mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakawapa ni mwili wangu nilioutoa kwa ajili ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alitoa mwili wake
kwa ajili ya ulimwengu. Damu iliyomwangika pale ndio ilimaliza nguvu. Damu za kuku, damu za kondoo, damu za ng'ombe zilimalizwa nguvu na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema ya kwamba mtakapokuwa mnafanya hivyo, huu utakuwa ni kunikumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tayari tumefanya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekunywa damu ya Yesu, tumekula mwili wa Yesu. Kuna mambo mapya siku ya leo Yesu anaenda kuyafanya kwa maisha yako. Yesu amewatakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amewasafisha. Ukila mwili wa Yesu, usijihusishe tena na mambo ambao inaweza kukuingiza tena kwa anasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema ya kwamba tukila huu mwili tutakuwa na uhai tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha kwamba kama tunakula mwili wa Kristo tutakuwa na uzima. Ni kumaanisha kwamba kama kuna kitu kilikuwa kimekwamilia ndani ya mwili wako kupita kwa hii ibada, tayari kimeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na tayari Mungu ametenda. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Masia mwana wa Mungu. Nasema ni asante Bwana kwa ajili ya ibada ambayo tumeifanya mchana wa leo. Ukanituma ya kwamba Bwana majeshi unahitaji tuwe na ibada ya kusongea meza. Na ukasema ya kwamba kila tufanyavyo hivyo tutakuwa tayari tunakukumbuka. Na ukatupa Baba wa mbinguni hiyo kama kielekezo chema, mfalme wa ajabu. Tazama mchana wa leo, tazama asubuhi ya leo. Hiyo ibada nimeifanya na wapendwa ambao umewaleta kwa nyumba lako Bwana. Naomba Mungu Baba wa mbinguni, kama vile umesema kupita kwa maandiko ya kwamba atakaye kula mwili wako hataona njaa tena, wala atakaye kunywa damu yako hataona kiu tena. Ukasema ya kwamba kwa kufanya hivi tutakuwa na uzima. Nimetamka Bwana uzima wa miili ya watu wako, natamka uzima wa mambo yao. Naomba uzima wa kila aina kwa ajili ya maisha yao. Wacha Bwana ukawaongoze na ukawatende mema, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Asante Kristo kwa ajili ya uaminifu wako. Najua kwamba Bwana umefungua. Najua kwamba umefungua nafsi. Najua kwamba kuna vifungo zilizokuwa zimekwama katika mwili wetu wa ndani. Tayari umeondoa hizo nira, umeondoa hizo maangano. Watu waliokuwa wamefungwa na maangano ya vyakula na vinywaji kupita kwa kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, niko na imani ya kwamba hizo mikataba na hizo maangano imefunjika msubuhi ya leo. Wacha Baba wa mbinguni ukatende makuu na ukaonekane kwa ajili ya kila mmoja. Nimewafunika wote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba damu yako ile ambayo imeingia ndani yao ikawalinde, ikatembea pamoja na wao, ikawaongoza katika mapito yao kwa utukufu na kwa jina lako Bwana. Katika miili yao hakuna uchafu wote shetani atakayeweza tena kurudisha, kwa kuwa ni Mungu mkuu na ni Mungu mwaminifu. Asante Kristo, kwa kuwa ndiye Mungu. Kwa jina la Yesu naomba na atakuamini. Amen. Tayari Bwana amewatakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaitiangwa sherehe na inakuwa mwenye kuweka ile sherehe ameweka akona ngano, amechinja kama msimu wa Krismasi. Pale watu wengi ndio tuanga kafara. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda unakula zile ng'ombe, ile ng'ombe ama ile mbuzi, na wakati unakula wewe hujatakaza, kumbe kuna ngano fulani. Ndio unaona watu wengi wakitoka kwa sherehe unapata kwamba shida zinaanza za magonjwa. Kisa na maana kwa sababu watu wengi huweka zile sherehe wanakuanga na mikataba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu haukuwa unajua ukajipata mwili wako umeingia kwa shida za magonjwa. Kupita kwa hii ibada tumefanya leo ya kunywa damu ya Yesu, imetakasa utu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ulioteshwa usiku ukilala, ukila vitu njui, ukikunywa, sasa hizo zote zimeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha yenu haitarudi kuwa tena vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngeukia mwenzako mwambie nimefunguliwa. Mwambie niko huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi wale mmekula first service, second service msirudie. Mimi peke yangu kama kuhani ndio niko na hiyo ruhusa, kwa sababu ni lazima niongoze ibada.
Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme kuna phase 2. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Andaa sadaka yako, tumpe Bwana dhabihu. Andaa sadaka yako, sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Andaa dhabihu yako ya kumpa Bwana, kwa sababu Mungu ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Dhabihu ya mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua umeanza mambo mapya. Si maandiko inasema utakuwa na uzima na utakuwa na mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kumtolea Bwana dhabihu ya kuwa na kiungo kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana amekutakasa, amekusafisha. Hakuna roho itakayosimama tena kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na mtaona uaminifu wa Bwana. Ni vizuri sadaka ya mwanzo mpya. Ni vizuri na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Biblia inasema ya kwamba tutayaweza mambo yote tukiwa ndani yake yeye atutia nguvu. Yesu ni ule jana leo na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo ndivyo kitabu cha Waebrania 13:8 inasema ya kwamba Mungu ndiye ule jana leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi wapendwa, Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwenye uwezo. Nasikia hata mimi nasikia kuna kitu kimefanyika kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nasikia kuna kitu kimefanyika hata mimi kwa kutamka neno. Nasikia nguvu kwa kinywa changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kweli njuzi niliota wakati Mungu aliponituma hii ibada. Nikaona nimeenda mahali kulikuwa na watu wengi. Na ile kaambiwa mchungaji unaweza shukuru. Ile maombi ya kushukuru. Nilipoinua tu mkono hivi nikasema Baba kwa jina la Yesu, watu wengi walianza kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajua kuna kitu kinaendelea. Bwana Yesu apewe sifa na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi najua Mungu atatenda. Andaa sadaka yako. Kama ni fungu la 10, make sure umeandika jina lako, kwa sababu kuna mahali huwa zinarekodiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu wa mbinguni atajitukuza na ataonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hiyo damu ya Yesu imewatakasa, imewasafisha. Nataka niwahakikishie hivi, baada ya kufanya hii ibada, shetani huwa anatambua wale watu wamefanya ibada hawezi akawakaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hawezi akawakaribia wala kuanguza, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Simama na miguu yako miwili tuweze kukabidhi sadaka mbele za Bwana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo na kuita kwa ajili ya sadaka wapendwa wameinua mbele zako, naomba ukasitakase na ukasibarikishe. Najua kwamba sadaka inanena, wache kanene uzima, ikanene kibali, ikanene upenyo, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Ninakuomba Bwana ukasipokee. Nimefunja maangano na mikataba na maneno yote uwe unasimamishwa kwanga kupita kwa fedha. Wacha Bwana ukasimama na ukaonekane, kwa kuwa ndiye Mungu. Kwa jina la Yesu naomba na atakuamini. Amen. Weka sadaka yako hapa mbele na Bwana atakubariki. Kama ni fungu la 10, fungu la 10. Kama uko na fungu lako la 10, simama hapa mbele. Simama hapa mbele tuweze kuomba pamoja na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Ni vizuri kumtolea Bwana fungu la 10 ili Bwana akapate nafasi kwa maisha yako. Ukiwa mwaminifu kwa tithe, shetani hawezi akanguza kazi ya mikono yako. Ananjua hiyo maandiko vizuri sana shetani, ya kwamba Malachi chapter 3 number 7 to 11, Biblia inasema leteni zaka kamili nyumbani mwangu ili kuwe chakula katika nyumba langu. Maandiko inasema na mkanijaribu kwa hiyo njia, ili mkaonekana kwamba sitawafungulia milango na kumwangieni baraka atamkosa mahali pa kuweka. Hapo 11 inasema nami kwa ajili ya hiyo nitamkemea yeyote atakayejaribu kuinuka kuharibu msabibu. Msabibu ni hiyo biashara yako,
Mzabibu ni hiyo kazi ya mikono yako. Mtu yote anatoanga tithe, shetani hawezi akanguza kazi ya mikono yake. Hawezi akazuia customers kwa biashara yako. Hawezi akaruhusu mtu aweke vitina kwa kazi ya mikono yako. Kwa sababu gani? Shetani anajua hiyo fasi ya kwamba Mungu atakemea atakaye jaribu kuinuka kuharibu mzabibu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atasimama. Inueni bahasha zenu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Masia mwana wa Mungu. Nasema ni asante Bwana kwa kuwa ndiye Mungu, na kuomba Bwana sadaka ambazo ni za fungu la 10 wapendwa wamekutolea ufalme, na kuomba Bwana ukasipokee kwa utukufu na kwa jina lako. Vile wamenyosha mikono yao kwa ajili yako mfalme, nami nakuomba ukanyosha mkono wako kwa ajili yao. Naomba mfalme wa majeshi ukalinde biashara zao, ukalinde kazi yote ya mikono yao. Nami nimetamka multiplication kwa ajili yao. Wabariki waingia hapa na watokapo Bwana, na hata Mungu Baba wa mbinguni, chochote kitakachokuwa kinapitia kwa hiyo mikono yao, nimetamka Bwana kikawa cha baraka kwao, na hata Mungu Baba wa mbinguni, msaada hata kwa watu wengine. Umesema ya kwamba utamkemea yule adui atakayejaribu kuharibu mzabibu. Mzabibu ni mahali hao wapendwa wanafanya kazi zao. Ninakuomba Bwana wa majeshi ukalinde kazi zao. Yeyote atakayejaribu kuweka vitina, yeyote atakayejaribu kuzuia customers kwa biashara zao, na asiwaipata nafasi hata kamwe, katika jina la Yesu. Vile wamekunywa damu yako na wakakula mwili wako Bwana majeshi, nimetamka na hata kazi zao mambo mapya yakaandamane na wao kwa utukufu wa jina lako. Ninakuomba Bwana ukajitukuze. Wamekujaribu kwa hiyo njia ya kukutolea, na hiyo ndio njia peke yake umetupea kama wanadamu, tukakujaribu kwa matoleo. Tuone kana kwamba utatufungulia njia na milango na madirisha ya mbinguni. Tazama wapendwa wamejitolea kwa kujaribu kwa hiyo njia. Bwana, tenda sawa sawa na neno lako, wafungulie milango. Naomba Bwana ukawainue zaidi kwa utukufu na kwa nguvu zako. Asante Bwana, wakuwe ni Mungu mwaminifu. Tazama kuna wana walikuwa natamani kutoa lakini hawana. Wacha kuwafungulie njia ifikapo siku nyingine kama hii ya leo, wakaweze kukutolea. Vile vile wale wametoa sadaka za kawaida, wakumbuke na kuwatende mema. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Lete nishike tu na mkono. Kuna kitu Bwana alisema leo nifanye. Katika kushika tu hiyo bahasha yako na mkono, kuna multiplication Mungu anaachilia. Kuna kibali Bwana anaachilia. Kuna kibali Bwana anaachilia. Kuna kitu kinafanyika. Kuna kitu kinafanyika. Na wale wa India mkumbuke, wale watu wa India munione na Mungu ataitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Munishughulikie. Wale wa India lete kama kwa tia lete. Ule mwingine kwa wapi? Unaweka kwa simu. Kama iko cash leta. Bwana wabariki sana.